naweza nisiongee vile ambavyo tumevizoea sana, kwa sababu unaweza kuwa una list ya vitu 20 lakini watu wameshavizoea kuvisikiliza. Kwa hiyo nataka nibaki kwenye maeneo machache ili kwamba tukishakuwa na hicho kitu kichache then tujue hicho na inaweza kuwa sababu yetu ya kukua. Na part of it itakuwa naeleza vile ambavyo mimi vimenisaidia kukua kibiashara. Kitu cha kwanza cha kusaidia uweze kukua kibiashara, kwanza lazima uwe na reason why. Lazima uwe na kwa nini yako kwa Kiswahili. Kwa nini unataka kukua? Kwa nini unataka hiyo biashara? Sasa nisifanye mifano. Unataka watoto wako wasome vyuo vikuu, labda Uingereza, Marekani, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Unataka kujenga nyumba moja ya kuishi, ujenge na nyumba za biashara 20. Unataka kuja kuwa na shule ya kwako kama mtaji wa kibiashara. Unataka kuwa tajiri na uweze kuwa unaenda Tanzania nzima unaongea kama kina kaka Basanga. Lazima uwe na sababu. Unajua watu wengi hawakui kwa sababu yao ni ndogo. Kwa hiyo anaweza akaamka akalala. Unataka kujenga jina litakalotembea Tanzania nzima. Mimi wakati nilipokuwa narudi baada ya masomo, nilikuwa nataka nijenge biashara ambayo itaheshimisha jina la familia yetu. Unajua leo ni sababu kwamba mimi naitwa Haika Lawere. I want that Lawere family iheshimike Dar es Salaam, labda na Tanzania nzima au hata East Africa if possible. Unaona? Lakini pia mimi mwenyewe niwe sababu ya watu wengi kunitazama na kuwa inspired, kutiwa moyo, kunyanyuliwa, kuongezeka. Kwa sababu yako wewe, labda unaitwa Ana, unaitwa Amina, unaitwa Adija, unaitwa Neema. Lazima kwamba mimi kama Neema, mimi kama Ali, mimi kama Amina, nataka watu wakiniangalia kama dada au kama mwanamke wanyanyuke. Sasa wewe unapokuwa unaishi maisha ya kinyonge, the more unawadidimiza wengine. Wewe unapokuwa omba, the more unawadidimiza wengine na unakuwa ni mzigo. Lakini pia mimi nilikuwa nataka kwamba mimi nimezaliwa mtoto wa kwanza, lakini nataka nionyeshe kwamba ni my position kwamba ina matter. Lakini pia baba yangu alipokufaga nikiwa nasoma chuo, nilitaka niendeleze jina na nguvu ya baba yangu. Unaona? Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kukusaidia, kwa sababu usipokuwa na strong why, ile sababu, utapata excuses zote duniani. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kusema kwamba mimi nachukia umaskini, inaweza kuwa ni sababu. Mimi sipendi kuishi Uswahilini, inaweza kuwa ni sababu. Mimi nachukia kudharaulika, kama mimi kwa mfano nachukia kudharaulika, ni sababu. Mimi nataka nikienda mahali watu wanitambue, waniheshimu, inaweza kuwa ni sababu. Kuna mwingine anapenda kuwa famous, anapenda kujulikana, ni sababu. Kuna mtu mwingine anataka aendeshe gari nzuri, niishi mahali pazuri, anaweza kuishi kwenye manyumba yamepangana. Nataka nikaishi baharini, beach. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukatengeneza sababu kubwa, na sababu lazima iwe kubwa, na hiyo sababu ni kitu ambacho kila ukiamka, mimi nataka nihame hapa nikahamie kule. Nataka niache maisha ya kupanda bajaji, baiskeli, bodaboda, nataka niendesha gari. Tena gari sio dogo, kubwa. Unaona? Unapokuwa na sababu yenye nguvu, hauwezi kulala, hauwezi kuwa mzembe, hauwezi kuwa na sababu. Sasa kwa nini watu wanakuwa na excuses? Kwanza lazima uondoe sasa vizuizi, kwa sababu unapotaka kukua utakuwa na vizuizi vingi. Na naomba nikwambie tena, vizuizi vitakuwa ni vingi na vitakuwa vikubwa sana. Kwa vizuizi kwenye maisha na safari ya ukuaji ni vingi na ni vikubwa. Tena vinazidi kuongezeka the more umeamua kutia nia. Tunaelewana? Kwa sababu vile vizuizi kazi yake ni kupima huyu mtu anamaanisha. Kwa hiyo kuna wakati ghafla unapata hasara. Kuna wakati ghafla tozo zinakuwa kubwa, unajikuta umefilisika. Kuna wakati utajikuta kwamba gari limekuja limebulldoze, limevunja ile biashara yako. Kuna wakati kodi zitakuzidia. Kuna wakati mtaji utakata. Kuna wakati kodi ya pango litakuzidia. Kuna wakati wateja watakata. Kwa hiyo niseme kabisa na nikupe tahadhari mapema.
vizuizi vitanyanyuka, vitakuwa vikubwa. Lakini ndio vimewekwa kwa saizi yako, kwa sababu na mimi nina vizuizi vya saizi yangu. Kwa ni lazima ujiandae ndani mwako kujijengea uwezo mkubwa kisaikolojia kwamba vizuizi vinakuja na ninavivuka. Vinakuja na ninapaa. Vinakuja na ninaviruka. Sitakaa kamwe kwenye maisha yangu kizuizi chochote. Mimi kuna wakati nishatoa kodi milioni 300 nadaiwa. You can imagine. Si mtu ungekata tamaa, si ungefunga biashara. Unaletewa mara bango milioni 2. Unaambiwa mara hiki hujalipa, mara kile hujalipa. Watu wanapata stroke, wanakufa. Lakini nilipambana kufa na kupona almost miaka 3 mpaka niliweza. Basi sijamaliza kulipa hilo deni, liko bado na nilipa. Lakini siku nilisema hiki nacho nitakivuka, maana chajio ndio cha saizi yangu mimi. Sasa jiulize wewe umekutana na baria gani? Kuna mtu mwingine ametoa kodi ya bango, analitoa haiki tangazo, si ndio? Bwana watu wa municipal wamezidi, wanatuonea. Sasa tunaona kwa kila mtu anajaribu la saizi yake. Naomba ukumbuke hilo siku zote. Hakuna aliyepata mafanikio yote kirahisi, hayupo chini ya mwezi huu. Na mtego mtu unazidi kupanda ndio ukubwa wa jaribu lako. Yaani naomba uelewe na ushangilie majaribu na useme hili nalo nitavuka. Kwa sababu sisi wanawake tuna mioyo milaini. Kwa hiyo uwaga tunakata tamaa mapema. Mimi nafahamu watu ambao walikatishwa tamaa labda na waume zao, sio ndugu zao, wakakata mapema, wakakata tamaa akasema basi kuna kama biashara ndio hivi siwezi. Juzi nilikuwa na mwangalia kaka mmoja anaitwa Mnyalo anaruka sio kama Muhadzabe kwenye mtandao tukasema kama biashara ndio kufunga sijui kitu gani na kuongea kama Muhadzabe. Yule kaka anauzanga viatu Kariakoo. Mimi sitaweza. Unaona? Sasa kitu cha kijinga kama kile mtu anasema hatoweza. Sasa nini utakachoweza? Kipi kirahisi? Ukae unapigwa kila siku, ukae unatukanwa kila siku, ukae unanyanyaswa kila siku, ukae unaonewa kweli? Hicho ndio unachokiweza? Nani alikwambia hutaweza kuvuka? Hayupo. Mimi mwenyewe siwezi kujua kwamba the more nakwenda juu ndio ukubwa wa matatizo yangu yatakapokuja. Sikuwahi kujua. Mimi mara kibao nakujaga watu wa halmashauri wanakwambia tunakufungia, hujalipia sijui chama cha muziki Tanzania sijui tozo gani huko. Labda milioni 1.5. Kesho unaambiwa sijui BASATA sijui hujalipa nini. Mara kesho NEMKI sijui wanakuambia sijui milioni 5 ya kulipa nini, wanakupiga na tozo milioni 10. Lakini kila kimoja naviweka kwenye daftari la madeni. Kwa hapa nilipo nina madeni ya kutosha. Na ujumlishie hapo pia nina mkopo. Mkopo wangu wa mwisho niliopa 1.5 bilioni benki na nikapata. Lakini mimi nikaweka pasenti yangu na benki kanipa 1.2 bilioni ikanipa. Kwa hiyo unaona nina marejesho. Marejesho ni milioni 31 kwa mwezi. Je, ungeweza? Umeona? Na hapo bado na kodi ya nyuma, bado na kodi za sasa hivi. Kumbuka bado nalipa vati kama kawaida, ninalipa tozo zote kama kawaida, leseni zote kama kawaida, na ninalipa mikopo kama kawaida, na bado na vingine vya vikoba na vitu gani. Kwa hiyo hakuna aliyefanikiwa chini ya jua ambaye hakuruka viunzi vikubwa. Yaani naomba nikwambie uelewe na inanyosha sentensi iliyonyooka. Ujifunze kuruka viunzi. Utavaa skin tight utajua mwenyewe. Utavaa kaptula utajua mwenyewe. Utavaa bukta utajua mwenyewe. Yaani lazima komando. Yaani haya maisha hayahitaji watu walaini kama nyaunyau. Yanatakiwa watu wakali kama chui. Watu ambao wana roho ya simba. Roho ambao akimwona yule swala wake anamkimbiza hata kilomita 1000. Atashuka kwenye mabwawa, ataenda kwenye milima, ataenda kwenye majangwa, ataenda kwenye maklifu mpaka afikie ndoto yake. Lakini wewe unapata tu kitu kadogo hivi, unapata kutengeneza content, umeshapata uvivu. Muite coach Basanga aje kufundisha namna kutengeneza tangazo lako Instagram, unaona gharama. Mimi nalipaka watu mpaka milioni 2, milioni 3 wanifundishe tu mambo ya kawaida haya ya biashara, masoko, sijui nini, mwingine atakupoteza 200,000, mwingine 100,000, mwingine 500,000. Lazima ujifunze. Hicho ni kitu kingine. Lazima uinvest kwenye elimu. Bila maarifa huwezi kufika popote. Huwezi nakwambia tena, maarifa ulionao si kitu. Ni lazima uangalie biashara yangu ninafanya unga. Je, yule anayeuza kule supermarket alifikaje? Tafuta makochi, tafuta watu waliosogea,
Waite, mlipe, atataka 50,000, atataka 100,000, ni lazima. Kama uliwekeza mpaka ukafika form 6, so ulipiwa ada. Maisha yenyewe nao kila siku yana ada. Nani alikwambia ada inaisha? Yana ada, na utalipa ada mpaka uwe bilionea. Hata mabilionea wanalipa ada. Wana makochi wa kufundisha mambo ya public speaking. Wana makochi wa kufundisha brand image, namna ya kutokea. Uvai kitu chochote, hautokei vyovyote, hauongei chochote. Wana makochi wa kufundisha namna ya kupromote biashara zao kwa usahihi kwenye media. Mabilionea unakuta ana media karibia 20, matangazo yake yanakwenda kule. Unadhani atapeleka tu ovyo? Hapana. Lazima kuna mtu ambaye anamwekea systematically kwamba hili utapeleka huko. Tangazo hili moja litakuwa sehemu 1, 2, 3. Hili lingine 5, 6, 7. Hili 5, 6. Uzuri kwenye maisha. Lazima Dar es Salaam uzuri ni kwamba yani kuna guest, kama ilikuwa ni guest za 100,000, 50,000, za 30,000, mpaka za 10,000. Maana yake ni kwamba hata walimu wako wa bei ya juu. Wako wa shilingi 100,000, yuko 50,000, lakini yuko ngeta shilingi 20,000 na mwalimu mimi nina shida na hiki 20,000, njoo tu unifundishe. Lakini wewe ni mwanafunzi ambaye unafaulu darasani sasa. Sio unafundisha unayaacha. Unafundisha unayaacha. Unayafundisha unaacha. Unafundisha ukienda nyumbani umeshasahau, umeandika mambo madaftari 20. Nenda karudi kwenye madaftari unayofundishwa hapa kila Jumamosi. Jiulize, lipi umelifanyia kazi? Lipi naomba. Yaani mimi sitaongea mambo mengi. Tutabakia hapa. Yaani pointi hii ya elimu. Niulize mambo mangapi umeyafanyia kazi au umeyasikiliza umeacha hapa. Umenielewa? Kwa mfano umefundishwa namna ya kupromote biashara yako kwamba inatakiwa utengeneze bango. Kaweke bango dada yangu, mama yangu. Natakiwa labda kwa mfano nichukue Facebook page au Instagram page au TikTok page au Snapchat au niweke hivi. Kafungue hizo page na nimeambiwa nifanye tangazo kila wiki mara moja. Weka haya matangazo wiki mara moja. Kama ni kila siku, weka kila siku. Yaani bakia na hicho kimoja. Yaani leo ukiondoka hapa, nenda kaangalia nimefundisha nini kuhusu mambo ya matangazo. Kafanyia hicho kisekta kimoja tu. Usiweke na mambo 10. Biashara ni matangazo. Elimu na matangazo. Nimewekea pointi ya pili, ya 3 au ya 4 hapo. Matangazo. Jamani niseme biashara 90% ya muda wako wewe mmiliki wa biashara. Wekeza kwenye matangazo. Matangazo yako kila mahali. Na siku hizi tuna mitandao, digital. Jamani mimi wakati naanza 2006, mpaka nimeanza biashara 2006 by the way. Kwa hiyo mwaka 10 na ngapi? 2006 mpaka leo hesabu miaka. Jamani sikuwa na Facebook, sikuwa na Instagram. Siku hizi mtu mlipo tu influencer mmoja, anamwekea tangazo, ameshajulikana na watu 200 mjini. Zamani haikuwepo. Ilikuwa lazima uende redioni au kwenye TV au uende sijui wapi, yani uweke kwenye exhibition, yani maonyesho. Sasa hivi mitandao imerahisisha. Unaweka kitu pale kinaona watu labda 10,000. Sasa ukimwambia mtu hivyo, anakatwa anatazama, anakuangalia. Hafungui hiyo page, haweki hilo tangazo, haandai tangazo. Anabakia tu na kiduka chake pale na vitu kwenye mkoba, amemaliza. Huwezi kufikia soko kubwa sana kwa kutembea na vitu kwenye mkoba. Haiwezekani. Yaani naomba nikwambie sasa leo nyooka. Tumia mitandao. Mimi natumia Instagram, natumia Facebook, natumia Snapchat, natumia LinkedIn, natumia WhatsApp, na bado natumiaga TV, natumiaga radio, natumia na magazines mbalimbali. Na bado nikienda kama kuongea kama hivi pia ni sehemu ya matangazo. Kwa mtu akinialika lazima nikumbuke kufanya nini? Matangazo. Sasa unapokuwa na media nyingi hizo zingine nimesahau. Na bado naendelea kwenye maonyesho. Maonyesho yakifanyika na shirikini. Sasa kwa sababu wateja wako huwezi kujua wako wapi. Kwa hiyo lazima uorodheshe hizi zilizokutajia hapa na wewe uende huko. Umeandika nilichokisema. Media nilichosema umekielezewa. Nimesema WhatsApp. Nimesema Instagram. Na ni kila siku narudia tena. Fanya kila siku iendao kwa Mungu kama jua linavyochomoza kila siku na kuzama. Matangazo ni kila siku. Kila siku. Fanya hata mara moja. Mimi naweza kufanya mara 4 kwa siku mpaka mara 5. Yaani natuma asubuhi kama zile swala 5.
asubuhi, natuma saa 6, natuma saa 10, natuma saa 3 usiku tena. Na sometimes kama nibaki usiku wacha hata saa 7 za usiku. Lakini kwa wewe labda unaweza kuwa una hiyo stamina yangu mimi. Fanya hata mara moja kwa siku. Tuma WhatsApp, tuma Instagram, tuma Facebook. Okay, kwa mimi ninatumanga Snapchat sababu na marafiki wengi. Tuma TikTok. LinkedIn watu wengi hamjui, achana nayo. Hiyo tunajua wachache. Lakini tuma kila mahali unapoweza kutuma. Na tuma kwa ubora. Usimtumie mtu mmoja matangazo 20, hapana. Tuma tangazo zuri moja kwenye media mbalimbali. Alafu jibu messages. Ukipata nafasi za kwenda kwenye redio kuongea kuhusu lese, kwa mfano watu wanafundisha kuhusu mambo kama ya elimu, nenda kwenye redio. Mimi na mama yangu naombaga sometimes kwa siku, naombaga mtu jamani, una media unataka kufundisha ujasiriamali, nialike. Akinialika wakati nafundisha nataja bidhaa yangu. Umeona? Kwa kama wewe biashara yako sijui unauza nini, unauza labda vitabu, unauza sijui ile ungalishe, mwingine anauza sijui nguo, whatever. Kama unabahatika kuambia kwamba njoo uongee umeanzaje safari yako ya mafanikio. So, ndio unavyoitwa. Nenda kaeleze, wakati unaeleza sema unachokifanya. Tunaelewana? Kwa hiyo elimu, technology. Mimi ngoja niwaambie kitu kimoja. Maana hiyo mambo ya digital media na technology. Hauwezi kutoboa kwenye maisha haya hujui kutumia technology. Haiwezekani. Kwa mfano, manunuzi ya serikali yale ya NeST. NeST siku hizi kila kitu ni mtandaoni. National E-Procurement System. National E ni electronic procurement system. NeST. Manunuzi ya serikali sasa hivi kwa mfano, yote ni mtandaoni. Kwa hiyo unatakiwa upeleke kule kuanzia dokumenti zako zote, biashara unazozifanya, wanunuzi, VAT certification kama una za TBS, sio una za OSHA, sio vya NEMC huko, sijui mambo ya vinywaji, drinks, lesson, unapandisha yote kule. Tenda ikitoka, unajaza mtandaoni, unahesabiti mtandaoni. Majibu yakitoka wanaonyesha wale apply tenda hii hapa ni watu 5, huyu kaomba kama mimi nafanya conference au malazi. Huyu katoa chupa 45,000, huyu chupa 50,000, huyu chupa 80,000. Aliyeshinda ni huyo 50,000. Wanamtangaza pale pale. Unaona? Sasa kama manunuzi ya serikali hayako Daily News, hayako Citizen, yako mtandaoni. Wewe ni nani leo hii? Ukiwa unakimbia mtandaoni, utabakia ni masikini wa kutupa. Huwezi kukwepa teknolojia na mtandao. Sahau. Yaani tena andika kwa herufi kubwa. Technology na matumizi ya mtandao wa kidijitali ni lazima. Yaani sahau vitu tukapokuwa hapa. Matangazo, narudia tena, na mafanikio na biashara kukua yanategemea technology na matumizi ya mtandao. Wewe unauza t-shirt, unauza viungo, unauza urembo, unauza chochote kile. Manunuzi ya serikali yako mtandaoni 100%. Kwa hiyo maana kama hauko pale, umekosa tayari tenda za serikali. Huko kuna mambo ya mapishi, mambo ya usafi, mambo ya fumigation, mambo ya ujenzi, mambo sio ya kusupply, mambo ya vifaa vya vitu vingi tu, mambo ya vifaa, manunuzi ya serikali. Serikali inafanya kila kitu. Mambo ya kufanya interior design, mambo ya printing kama haya, printing kama hizi. Kuna vitu kabia 100 na zaidi kule vya kufanya manunuzi. Kwa hiyo maana kama ni mtu ambaye unaogopa mtandao, sahau kufanikiwa. Lakini njia nyingine ambayo mimi nimeitumia, jamani, ni kupata pesa. Mimi nimeshasema nilikopa. Na nilianza kukopa kidogo kidogo. Hapa nilichokisema cha mwisho ni mkopo wangu wa 3. Lakini nilianza wa kwanza, wa pili, wa 3. Kwa hiyo unaangalia biashara yangu, je, inahitaji ziada ya financing? Sasa usikope mkopo wa biashara ndio kufukuzwa, alafu ukaenda ukauguza mzazi, kosa. Ukaenda ukalipia mahari sio nini, kosa kubwa. Unapoomba pesa, weka kwenye biashara, wekeza kwenye masoko, wekeza kwenye kukuza na kupanua biashara tu. Alafu focus na hiyo biashara uchukulia mkopo, alafu ni lazima urejeshe. Mimi tangia 2009 mpaka leo hii, ile tunaitaga security, collateral. Kiswahili nini collateral? Dhamana yangu iko benki. Tangia 2009 mpaka leo. Kwa sababu mikopo yangu imekuwa miaka 5 nachukua hela, miaka 5 nachukua tena pesa na renew. Kwa hiyo mpaka leo hii dhamana yangu iko benki. Sawa? Kwa hiyo nachukua hela, namaliza, nachukua hela, narudisha, nachukua hela, narudisha mpaka leo hii. Sasa wewe ushindo una nini? Nimeanza kuchukua mikopo nikiwa na miaka 31. Mpaka leo na miaka 47 nachukua mikopo.
mpaka leo hii. By the way, na watoto watatu, mtoto mshiko form 4, namshukuru Mungu. Wa kwanza anaingia chuo, wa pili yuko form 6, wa tatu yuko form 4. Kwa hiyo nikwambie kitu, jamani, biashara sio lele mama. Yaani naomba ukiondoka hapa, nataka kuona mamilionea wanaozaliwa leo. Hautakufa kwa sababu unafanya biashara. Hautakufa kwa sababu unafanya matangazo. Hautakufa kwa sababu umeenda kwenye exhibition. Unaona kuna mashindano yoyote, nenda shiriki. Yaani biashara inabidi kujitoa akili, inabidi kujitoa ufahamu, inabidi kujikana, inabidi kujikataa, inabidi kuondoa aibu, inabidi kuondoa sijui jinsia yako, sio jinsia imefanya kitu gani. Yaani kwenye biashara ulimwengu wake ni uwanja mpana. Mwanaume na mwanamke tunapata vibao vya kutosha vile vile. Tunapata mateke ya kutosha yale yale. Tunapigwa ngumi za kutosha zile zile. Kwa ni lazima ufanye yale madude kama bondia yale. Uingie kwenye uwanja wa vita. Umekuja hapa tayari najua wewe ni mwana masumbwi. Nikuite mwana nini? Masumbwi. Una msuli. Tatizo watu wengi hatuendi gym za misuli ya biashara. Gym sio kutanyoa. Kuna ile tunaona inatokea. Na biashara na misuli ya biashara inatokana na kuweza ku-overcome challenges. Usipo overcome mazuio. Sila nilikuwa nimesema mazuio. Yaani yale kama madude yanayozuia yale unabidi uyaruke. Hauwezi kujenga msuli wa biashara. Never, 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 never. Unataka uvuke na ufike pale. Hapa katikati kumeweka, unaona kama unaruka high jump zile. High jump. Hapo unaanza ndogo. Wale watu wakurukaga unaona inaenda inapandishwa. The more unakwenda mbele ndio more challenge zako ni kubwa. Mimi sikuwahi kujua kwa siku nitatoka kulipa kwa kikodi cha milioni 20 kufika milioni 100 ngapi. Sikuwahi kufikiria maisha yangu. Lakini imefika kwa sababu ya ukumwani biashara na mahali nako kwenda. Unapata mazuio, unapata hiki, wanakuja hawa, kila mtu anakuja na matozo, una madeni ya mamilioni, ndio una mikopo ya mamilioni, kila kimoja kimesimama kinakusubiri wewe mtu mmoja. Kwa hiyo msuli wa ujasiriamali unajengwa kwa ku-overcome barriers, mazuio. Kwa hiyo unapotoka hapa leo hii, nenda kajiangalie wewe, anayekuzuia wewe kwa nini leo hii utoke kwenye mtaji wa milioni 1, usiwe milioni 10 ni nini? Nenda kakichukua zile za kama bondia, nenda kapambane na hicho kitu. Kama ni kwenda mashauri, kama ni kwenda kutafuta title ya hiyo nyumba, kama ni kwenda sio kufanya matangazo, kama nenda, walimu hawa hapa wamejaa, waelekezaji wamejaa kila mahali. Mna bahati mko Dar es Salaam, kuna information, kuna walimu kila kona. Watu walioko vijijini waseme nini? Walioko wilayani hawana bahati kama hizi. Kuna Google huko, ukienda Google tunatafuta hiki namna kushona nguo nzuri kama hii itokee kama hivi ilivyo. Unajua teknolojia, unajua sindani patikana mashine itokea. Shida ni kwamba sisi watu tunataka tu tuangalie mtu aleka next to you. Next to you anaweza kaa ajui kitu. Hafahamu chochote. Kwa hiyo lazima utoke kwenye mazingira yako uende kwingine. Unakaa Sinza, toka nenda Mikocheni. Unakaa Gongo la Mboto, toka nenda labda sijui wapi huko Kijitonyama. Katafute yule ambaye ameanza kama wewe lakini anafanya kitu cha juu. Nenda kajifunze. Mwambie jamani naomba na kusi. How can you help? Akikataa huyu atakubali huyu. Akikataa huyu atakubali huyu. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mwalimu, anaweza kuwa ni mjasiriamali ambaye amekutangulia. Nenda kajifunze. Unatafuta bidhaa hujui inapatikana wapi. Nenda kaulize mwenzangu anapata wapi. Nenda kafanye. Inabidi uwe ni spy, uwe ni kama wale FBI. Unatafuta taarifa za siri, taarifa intelligence. Bila kuwa na intelligence kwenye mambo ya biashara, hutoboi. Mimi mara kibao inabidi nikae na fukunyo. Hii imekwaje, huyu kapata wapi, anafanyaje? Na fukunyo napitia mpaka najua siri za biashara mbalimbali na mimi nafanya. Tunaelewana? Kwa hiyo jamani, mambo ni mengi na mambo mengi ya kuongea, siweza kumaliza yote. Lakini at the end of the day tutunze pesa zetu. Nimalize kwa sentence hii. Jamani, wanawake tuna tabia moja mbaya. Tunapata pesa zote, mara umelipa na school fees, mara umeenda kwenda kumpa spouse wako, mara umeenda kutibia watu wasiojulikana, mara umeenda kuzika watu, mara umeenda kucheza upatu usiojulikana, unapoteza pesa, mara umeingia kwenye mahusiano ya hovyo. Jamani, ukipata pesa yako ni ya kwako na biashara yako. Hata mtoto wako lazima umpe nidhamu ya pesa. Yaani hapa tunachokiongea ni bure. Kama utapata pesa,
utaingisha kwenda kuuguza, utaenda kuzika nayo, utaenda kumsaidia mjomba na shangazi na wakwe na watu gani, huwezi kukua kufika popote. Kila msiba uko mkoani, kwa nini utumi hela? Kwani lazima ukazike misiba yote? Kwani lazima uchangie laki? Lazima ufanyie kila harusi? Harusi zingine toa tu mchango, lazima nimekutolea mchango, sitakuja hiyo kwa 30. Tunaelewana? Ni lazima mjue kuziba matundu ya pesa, vinginevyo mtakuwa mnakapo linatoboka. Kwa hiyo unapata pesa matundu kibao, una mume anayenyang'anya pesa yako. Maana kumbuka, kupata pesa kuna vultures yanakuja yananyang'anya pesa yako, na mara nyingi ni magonjwa, mara misiba, mara safari, mara matumizi ya nyumbani yasiyoeleweka, mara mikopo, mara upatu, mara peleka pesa UTT, peleka pesa benki. Kaa kwenye mifumo rasmi, usiende kwenye vitu ambavyo sio rasmi. Mara umeenda kununua nguo na viatu, yani ni emotional being. Kwa hata pesa zetu zinapotea emotionally, kwa sababu kitu kidogo tu, jamani, 200,000, 100,000, 50,000. Ndio maana pesa zetu hazikui, kwa sababu lazima biashara yoyote kila mwaka uwekeze kwenye biashara ikue. Hakuna mwaka mimi kila mwaka naweza kuweka milioni mpaka 100, 200 ndani ya biashara yako ikue. Sasa kama biashara yako milioni 5, wewe hata kama ni 500,000, milioni 1, kila mwaka lazima nifanye matengenezo makubwa. Labda ninunue viti 200. Sasa naendesha kumbi za harusi. Labda sasa inabidi nitoe carpet zima, ukumbi mzima, niweke carpet jipya. Inabidi sometimes nitoe labda rangi, niweke taa mpya. Kwa si chini ya milioni 100 ni lazima niweke ndani ya biashara. Kwa kila mwaka lazima uhakikishe kwamba biashara yangu na iongezea mtaji, au nafanya mabadiliko, au natoa vitu vyote na vitoa kule, au nabadilisha cherehani, au naongeza teknolojia mpya, au naenda kuchukua mzigo wangu, naenda kuchukua labda Zanzibar na kuchukua Kariakoo, au naenda kuchukua China au Uturuki. Ni lazima utumie akili. Ulitumia akili darasani, mbona kwenye biashara uitumii? Umempa nani akili yako? Akili biashara inatakiwa kama ambavyo ulikuwa unakazana kupata 100 darasani, kupata 80, upate A. Maisha na yenyewe nayo yanahitaji upate A ya maisha. Na ni lazima ujitangulize wewe na biashara yako na maisha yako. Usipotumia akili ukasubiri watu wengine wakusemee, huwezi kufika popote. Jamani, nina mengi ya kuongea. Miaka nilifanya kazi na biashara ni miaka mingi. Sitaki kuongea zaidi kwa sababu watu wengi wanajua vitu, nikwambia kaka, sio watendaji. Na katika kundi hili unaweza kushangaa katika watu 20 tu wakafanyia kazi walichokiambia. Naomba uwe katika wale watu 20, 80-20% rule. Naomba na kusii uwe katika wale watu 20 watakaofanyia mambo, watakaorudi nyuma kurejea notes na kusema kwamba ninakwenda kuvaa komando, navaa yale manguo, navaa magloves tayari, navaa na ile ni maski, naingia ulingoni. Afe refa. Afe beki. Mimi nimo mpaka nitokee upande wa pili. Asante sana. Asante sana. DJ nyanyulie ukumbi wote hapa. Tusimame tupashe. Simame. Wewe. Hapa hajataja namba za simu. Watu mashine. Wanawake na maendeleo, tufanye kazi tusonge mbele. Wanawake na maendeleo, tufanye kazi